Kama umekuwa muhanga wa mimba zako nyingi kuharibika, inawezekana mimba yako ya kwanza imeharibika, mimba yako ya pili imeharibika, hata ya tatu pia iko hatarini kuharibika, na pengine mara kwa mara zikiwa zinaharibika, inawezekana haupewi ama hauambiwi chanzo cha kuharibika kwa mimba hiyo, na mara nyingi imekuwa hivyo, lakini kuna sababu nyingi sana ambazo zinapelekea mimba kuharibika, na hizo sababu huwa tunaziishi majumbani mwetu, lakini pia hata mitaani. Sasa nitakwenda kukupa sababu chache ambazo zinapelekea sana baadhi ya watu kuharibikiwa kwa mimba zao. Sasa sababu ya kwanza nitaenda kuzungumzia genetics, nikiwa zungumzia vinasaba. Kama kiumbe chako, nikiwa namaanisha mtoto aliyeko tumboni amechukua kopi ya 21 aidha ya mwanaume ama mwanamke, maana tizamo hiyo itakuwa ni sababu mojawapo ya kupelekea mimba zako nyingi sana kuharibika. Kwa hiyo lazima genetics iwe inaeleweka, na pia mtoto aweze kukel nusu ya baba na pia nusu ya mama ya genetics zake. Lakini pia sababu ya pili ni lifestyle, mtindo wa maisha ambao wanawake wengi wamekuwa wakiishi baada na kabla ya kushika ujauzito. Wanawake wengi wamekuwa na lifestyle ambayo wakiwa naishi kabla ya kushika ujauzito na pia baada ya kushika ujauzito wamekuwa wakiendeleza. Niko namaanisha kwamba kama mwanamke alikuwa anatumia sigara, lakini kama mwanamke alikuwa anatumia pombe, pia madawa ya kulevya, na hata maisha yake ya diet yalikuwa ni changamoto, na baada ya kushika ujauzito inawezekana akawa alikuwa anaendelea tena kutumia sigara, kutumia pombe kali, lakini pia hata pia madawa ya kulevya, inawezekana ikapelekea sababu mojawapo ya mimba zake nyingi sana kuharibika. Hiyo ndio sababu ya pili ambayo inamfanya mwanamke mimba zake ziharibike. Lakini sababu ya tatu naweza kusema ama nikaizungumzia kuhusiana mambo ya diet, masuala mazima ya chakula. Kuna makundi mengi ya vyakula ambayo mjamzito inabidi atumie kwa sababu kipindi cha ujauzito, ili kuweza kumsaidia kukuza na kuwa na maendeleo mazuri kile kipindi chote cha ujauzito. Hasa makundi hayo mengi ya vyakula inawezekana labda ikawa na uchumi ama ni uvivu, wengi wamekuwa hawatumii. Niko na maana kama protini, vitamin na vyakula vingi ambavyo vimecontain folic acid, pia hata vyakula ambavyo vimecontain sana madini ambayo inakwenda kusaidia katika ukuaji wa mtoto akiwa tumboni. Lakini sababu ya mwisho ambayo ni kusema matumizi ya dawa ambazo hazina sababu, mama mjamzito akiwa anazitumia inawezekana kampelekea changamoto ya mimba zake nyingi kuharibika, sababu kila dawa huwa ina reaction yake kwako, lakini pia kwa mtoto. Kwa kiumbe ambacho kipo tumboni, inawezekana reaction yake ikawa kubwa na kwenda kudhuru ukuaji wa mtoto na pia kusababisha miscarriage za mara kwa mara. Hivyo usipende kutumia dawa ambazo haujashauriwa na wataalamu. Lakini sio kila ukisikia maumivu wewe umekuwa ni mtu wa kutumia dawa kwa sababu unataka kupona. Kuna maumivu mengine ambayo ni ya kawaida. Maumivu hayo ambayo naweza kuzungumzia kwamba yanaashiria mtoto ukuaji wake unaendelea vizuri. Kwa mfano, tumbo likiwa linauma sana au kwa upande wa mgongoni, kwa chini kiunoni, lakini pia chini ya kitovu, inaashiria mtoto hapa anakuwa vizuri. Lakini pia kwenye pelvic ligament ni sehemu ambayo mtoto huwa ana engage, na akiwa ana engage inaonyesha kwamba mtoto anakuwa na anaongezeka uzito. Hivyo ile ligament huwa na tabia ya kutanuka na kurudi. Hasa ikiwa inaonyesha hivyo, maana yake mtoto anakuwa vizuri na kuongezeka uzito. Hivyo kusikia maumivu kwenye sternum hapa juu ya diaphragm, mtoto akiwa anakuwa na uzito wake unaongezeka, basi sehemu hizo utasikia maumivu wakati tofauti, sio maumivu ya kuzidi. Basi yakizidi, hakikisha unamuona mtaalamu na unapata ushauri na tiba ambayo ipo sahihi. Nilikuwa nazungumzia miscarriage. Hasa kama una changamoto hizo za kuharibika mimba zako mara kwa mara, hakikisha unawasiliana na mtaalamu ambaye anaweza kukupa tiba hiyo. Lakini ukipendeza, basi wasiliana nami ili kuweza kuendelea kujenga uzazi wenye furaha. Cha msingi kujali afya yako, lakini pia thamini uzazi wako.